kapumzika. Kupumzika mwanaume yule kapumzika wote. Baada ya hapo nikashangaa mlango unagonga. Gongo. Nikamwambia mwenzangu, hebu nyanyuka uende kumtizama nani aliyegonga mlango. Nikamtizama. Kavango zake, nikaenda na mimi kavango mimi tayari mtosha wangu. Anafungua ni mwana. Kisha kidogo mme ndani ulipoingia mazingira uliyakuta ni kwa anaishi na mwanamke ama uliona tu mkoba ndio ukashikia kwa kuna mwanamke? Yaani nilikuta mazingira kama yani mikoba miwili. Ile mkoba ilikuwa pale nilipo juu nika. Kamuuliza mwenzangu, unaishi na mwanamke? Mwanamke mimi nishachana naye. Mchana naye ni mlango ulivyo kitendo cha mlango kugongwa. Mimi nikamuuliza mwenzangu, nani anagonga? Akawa hana jibu la kunipa. Nenda kufungua mlango wake. Akawa anaongea mimi ikabidi nitoke kwenye kitanda. Ukaa kwenye kitanda, mwanamke yule akaingia. Wewe ndo nilikuwa nakutafuta. Wewe ndo halali yangu. Yaani kaongea maneno yote ya kidunia. Naomba unipe hela zote. Nikampa. Naomba unipe simu. Nikampa simu. Kachukua sasa. Kitendo cha kuchukua anataka nachomeka hii pasi yako. Ile pasi ikaenda kwenye mkono hapa. Kama unaona hapa. Nichoma na pasi. Ile pasi ilikuwa nataka nichome usoni, mimi nikaenda nikakinga mkono. Ya kinga mkono vizuri, anataka kuchomeka pasi nyingine anipunguze kwenye maziwa. Mimi nikaenda nikakinga mkono hapa. Na muda huo kipindi anafanya vyote hivyo mume wake alikuwepo pia? Mume wake alikuwepo, yuko amekaa pale kando. Haongei chochote. Mwanaume amekaa kimya. Mimi nikimtizama mwanaume nikimpa signal hata ya kutaka kusema kumkanyaga mguu, mwanaume ananyamisha kichwa chini. Yaani mwanaume hawezi kuongea chochote. Mwanamke kanifanyia unyama kama ndivyo. Baada ya hapo akawa ananiambia, hivi vitu ulivyokuwa umefanyia na mume wangu na kuomba uvitafune, yani ni zile zana, naomba uzimeze. Mimi nikakaa katika nafsi nikamwomba Mungu, kweli nilikuwa hivi, bora mimi nife na huyu mwanamke tu. Mwanamke yule akasema hapa anitukana matusi yote mwanzo mpaka mwisho. Mimi najitahidi kumuomba msamaha. Mwanamke kawa mkali kama mimi. Baada ya hapo mwanamke yule akasema hivi, yani leo mimi nakuchana na kiwembe, na kuchoma na kisu, na kuunguza tena na pasi. Pasi ikawekwa tena hapo kwenye station pembeni. Mwanaume yule amekaa pembeni. Mwanaume kakaa na inama hivi anasinzia. Mwanamke yule akaenda akachukua nyundo kawa ananigonga kwenye miguu hii. Ananipiga kwenye viwiko humu kote. Naambia dada, naomba unisamehe. Napiga yowe la kutaka kusaidiwa. Majirani wa kule nje wanasema, tunamuomba umtoe tuje tumchome. Tuje tummalizie na sisi. Wewe ndio kumaliza. Mimi ndio nimalizie. Na yule mwanamke anaambia kachemsheni maji. Anaitwa Flora Masha Nshange. Nenda kachemsheni maji, nije nimwagie mwilini mwake na mkate naye masikio yake na viwembe. Akafe mbele ya safari. Mimi leo kuambia vile mimi binadamu nimezaliwa na mwanamke jamani. Kitendo cha hapo anaenda amekaa anachukua chakula anakula, anaongea maneno machafu. Hayafai katika jamii. Maneno yote napewa mimi, lakini mimi nimejishusha kama binadamu kumuomba msamaha. Mwanamke yule hakuwezi kukubali matusi yote na mbulia mimi. Kaka, mimi ni mtu wa kanisa. Kamaliza pale ananiambia, chukua haya maganda, hizi zana uzimeze. Mimi nikasema hapana. Alienda alichukua nyundo kubwa inayotaka mimi kuja kunipiga kichwani, kwa sababu yule mwanamke ananifikia hapa chini ya maziwa. Mimi ni mrefu. Ikabidi mimi nichukue ile nyundo anataka kunipiga, nikasukumizana mpaka kitandani mwake. Kusukumizana mpaka kitandani mwake, ananiambia una nguvu sana. Mwanaume wake akaingilia ile swala katikati, yani mwanaume akawa naye ni mbabe. Mwanamke akapanda kitandani, kavaa tight, kavaa kaptula, kavaa t-shirt. Mwanaume yuko vile kavaa kaptula yake. Amekaa. Ina maana wewe unataka kumkuda mke wangu? Wewe unataka kumkuda mke wangu?
Nimevaa lile dira, nikaenda nikachanua lote shwa. Nikachanua mpaka na benzia shwa. Jambo hili linamstahili, ninasubiria hapa azana ikifika nikutoe mchana kweupe, nikutoe hadharani. Na mume wake anamwambia basi ulichokifanya kinatosha. Yaani mume wake kama vile yuko upande wa yule mwanamke. Anashindwa mimi kunitetea. Anashindwa kunitetea. Kweli jamani, mimi binadamu, nimezaliwa na mwanamke, sura yangu naiweka wapi? Na watoto, na kaka, na mama, na baba. Kushindana, sura yangu naiweka wapi? Kitendo cha pale kunitoa, kanifungulia mlango, ananiita mimi mchawi. Mchawi huyo, anafungua mlango na ondoka. Niko uchi wa mnyama kama nilivyozaliwa. Waliokuepo wananipiga vile, ilikuwa ni mida saa 11:30, ndio saa 12. Video wanazitupa kwenye mtandao. Mimi nikihangaika huku, wanaoniwekea mchanga sehemu za siri, najidai kujipukucha, inashindikana. Watu wananifanya kumzonga. Flora Nshange na mumeo anaitwa Almachius Nshange. Kitu kilichoendelea pale, nilikuwa nazongwa na maneno na yule mwanamke. Ananiita mimi mchawi huyo. Mchawi huyo anakimbia. Ndio anaondoka. Nazongwa, watu wanakuja wananizonga. Watu wanashindwa kunipa ushirikiano. Niangalie sehemu ya kwenda kujificha angalau niweze kujistiri, lakini nashindikana. Nikimwomba bodaboda naomba unipatie, bodaboda anatani. Maeneo ya Sweet Corner kwa mzee Yasini. Kuna Msamaria wema alionistiri kwa nikapewa kijora, nikapewa na shuka na mlinzi alikuwa amelalia, nikajifunika. Samaria mama bodaboda akatoka. Kaniambia dada, nilipatwa na matatizo na nataka nikusaidie. Nikaenda kituo cha urafiki. Baada ya hapo nilikuwa najiguza kwanza vidonda. Baada ya kujiguza vidonda, na askari mmoja pale Kilelezi kunipigia simu. Kaniambia, dadangu nakuomba uje ile jalada nilichane au nisilichane. Nikamwambia hapana, ngoja mimi nimetoka kidogo, naenda kwenye msiba nitarudi. Mungu akinijalia tukusikia Jumatano. Alhamisi mimi kwa simu nitarudi hapa Dar. Ijumaa ndo nitapata hatua za sheria. Na mmoja amekamatwa jana. Flora Nshange amekamatwa. Yuko hapo kituo cha polisi Urafiki. Leo asubuhi nikapigia simu na yule mpelelezi wangu. Kanipigia simu akaniambia dada, tunakuomba uje hapa. Tuje tusikilizane. Mume wake alikuwa naye pale. Kaandika maelezo, baada ya kuandika maelezo, mwanamume wake tukaitwa kwa mpelelezi mwenyewe pale. Tunaenda kusikilizwa. Mpelelezi akaanza na mwanaume, ni mwanamke, mimi nikatembeni huku. Mwanamume yule katikati, yule kabidi akae chini. Yule alikuwa anatusikiza anaandika maelezo, amekaa pale pembeni. Anatusikiza ile mpelelezi mwenyewe, ndio anatusikiza. Mpelelezi anamuuliza, wewe mwanaume huyu ni nani yako? Huyu Flora Nshange, huyu ni nani yako? Kambe ni mke wangu. Tunakuja huyu ni kama yangu mwanangu. Mpelelezi pale akamwambia Flora Nshange akamwambia, ilikuwaje? Akaanza kueleza mimi nilisafiri. Nilienda kwenye msiba wa Rugoba, baada ya kurudi nilipanda gari. Nilipofika, nampigia mume wangu simu, mume wangu hapokei simu. Lakini nimekaa nje, nikapigia mtoto wangu mle simu ndani, wakaja kunifungulia mlango. Tena kunifungulia mlango, nataka kwenda chooni, nishika ule mlango haufunguki. Nikamuuliza mtoto, baba yako yuko wapi? Mbele babangu, baba yuko ndani. Fungua mlango ndio tukafanya hicho tena. Tunaambia hii matusi yote tutabadilishwa. Baada ya hapo, mheshimiwa mpelelezi yule akaniuliza, dada ilikuwaje? Nikamwambia bwana, mimi mwanaume aliniita kuniambia kwamba hana mke, mchana ili nikwenda kwake. Nashangaa mwanamke anakuja mlango na Mungu anafikiria kungua kazificha. Vita ndani vitaanza. Mimi nafanya matusi yote. Nimechoma basi, nafanya hivi. Mheshimiwa akamuuliza, je, ulimkuta katika mikao ipi? Mwanamke akajibu kwamba nimemkuta amekaa yuko kama hizo za